Hello. Habari yako wewe mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Sauti kutoka Lango la Mashariki, na kukaribisha tena katika wasaa huu na muda mwingine kama huu tunaopenda kuzungumza, kujaribu kushare mambo mawili matatu katika safari hii ya wokovu. Na kukaribisha tena kama ndo mara yako ya kwanza unafuatilia unakutana na video hii, karibu sana na kukaribisha tena zaidi na zaidi. Ikiwa hii ni season ambao nimeiandaa kwa ajili ya kuwa na mazungumzo na kujaribu kushare mambo mawili matatu kama sisi watoto wa Mungu tunaokuwa tunampenda Mungu, namna ya tunapoweza tukaishi, tukafanya na kuenenda, na pia tukajifunza kutokana na maisha tunaoishi kila siku, na je, katika maisha hayo Mungu yuko wapi? Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu ambavyo mara nyingi watu tuoga tunasahau, tunabaki tu kumtafuta Mungu na kumlilia Mungu. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo lazima tukumbushane, tujaribu kuongea na kuzungumza. Sasa bwana, na nashukuru kwa wale nyinyi wote mlioangalia video ya kwanza ambao ni episode namba 1. Hii ni episode namba 2. Kwa hiyo nakukaribisha tena katika episode namba 2 ya Daily Talks. The season inaitwa Daily Talks. This is the second episode ya pili. Sasa leo nataka tuongee jambo na jambo muhimu nataka kushare, na jambo muhimu nataka kuongea na nyie. Kitu ninachotaka kuzungumza au jambo ambalo nilikuwa nataka kuzungumza ni kuhusu upendo. Najua tukizungumza upendo mara nyingi tunazungumza upendo kwa kiwango kikubwa. Wengine wanazungumza upendo wa mume na mke, wengine wanazungumza upendo wa Mungu na watoto wake na wanadamu. Lakini leo hii mimi ningependa sana kuzungumza upendo baina ya sisi tuliookoka au sisi watoto wa Mungu. Upendo wetu ni namna gani tunatakiwa au tuna define vipi upendo? Najua wengi mnajua maana upendo ni ile namna ya kumpenda mtu, unasema unconditional love. Unampenda pasipo sababu, unampenda pasipo kuwa na kipingamizi, unampenda pasipo kuangalia madhaifu yake, upungufu wake au chochote kile. Unampenda kama jinsi alivyo. Sasa kwa nini nimechagua ujumbe huu au kwa nini nimechagua kitu hiki? Na sababu zangu chache, lakini moja kuu muhimu ni kwamba sisi kama Wakristo tumekuwa tunasema ndio tunatakiwa tuwapende watu katika nyakati zote, tuwapende watu wanapokosea, watu wanapopatia, watu wanapokuwa sawa na sisi, watu wasipokuwa sawa na sisi. Lakini mara nyingi tumekuwa hatufanyi hivyo. Tunasema tu kwa mdomo, tunasema tu kwamba ndio tunampenda mtu, lakini pale mtu anapokukosea, pale mtu anapofanya jambo ambalo hukutarajia, hukutegemea au hukutaka, ndio matatizo huwa yanaanzia. Na tunaona jinsi tunavyokuwa tunawatenda wale watu, tunawatenda vitu vibaya, wengine tunawanyanyapaa, tunawatenga. Sasa nataka nisome katika Biblia, ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 12 kuanzia mstari wa 27. Kulikuwa kuna mazungumzo mazuri sana baina ya waandishi na Yesu. Wale waandishi kuna maswali walimuuliza Yesu kuhusu amri, na Yesu akawa amewajibu kwamba kuna amri kuu mbili. Ya kwanza ni ya kuhusu wewe kumpenda Mungu, na ya pili ni ya kuhusu wewe kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Sasa hiyo ndo tutakaotumia kama somo letu kubwa tutakapokuwa tunalizungumzia. Nitajaribu sana kwenda kwa haraka kwa sababu nataka uelewe pointi yangu kwa nini nazungumza hivi. Sasa wakati wanazungumza mazungumzo yale, Yesu alivyowaambia vile, alisema kwamba hiyo ni moja ya amri. Kwa katika zile amri 10 ambazo tunatakiwa tuzishike, lakini kuna amri nyingine ambazo ni muhimu zaidi. Na amri hiyo moja wapo ni upendo. Tukianza kuangalia, Yesu alituonyesha kwa mifano, kwa vitendo na hata kwa maneno kwamba hakutupenda tu sisi wanadamu basi tu mradi kwamba alitupenda. No, alitupenda kiasi kwamba alikwenda msalabani kwa ajili yetu. Alitupenda kiasi kwamba hata wale waliomsulubisha still alikufa msalabani kwa ajili yao. Hiyo ni kuonyesha ni kwa jinsi gani Mungu alivyotupenda sisi. Na tunaona tena time to time again Mungu
anaonyesha ule upendo wa dhahiri juu yetu sisi, na hata kumtoa mwanaye kuja kufa kwa ajili yetu, na hata kuwa na mipango ya namna kumrudia mwanadamu, kwa sababu tusitake sana kuondoka au kuacha uhalisia wa kwamba Mungu baada ya mwanadamu kumtenda dhambi, Mungu alikuwa kama yuko mpweke mbinguni, anaona mbona kama siko karibu tena na mwanadamu, kwa sababu tunajua mwanzoni, tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu alikuwa na mahusiano mazuri sana na Adam. Walikuwa wanazungumza jioni, walikuwa wanaongea, walikuwa na mazungumzo ya kila siku jioni, wanazungumza, wanakuwa na maongezi ambayo walikuwa wanazungumza. Mungu anampa Adam maelekezo nini cha kufanya. Sasa baada ya mwanadamu kuasi, Mungu yale mahusiano hayako tena, kwa sababu Mungu ilimlazimu atoe hukumu, kwa sababu yeye ni Mungu wetu wa haki, tunaona. Lakini licha kwamba mwanadamu alikosea, lakini tunaona Mungu anakuja na plani nyingine ya kutaka kurudiana na mwanadamu, kuwa na mahusiano. Ndio tunamwona Yesu anakuja. Lakini licha yote ambayo Mungu ameyafanya kwa ajili ya kurudisha yale mahusiano baina sisi na Mungu, au baina sisi na yeye, yote hayo Mungu aliyafanya kwa upendo. Ina maana kama Mungu angefanya vyote hivyo pasipo upendo, ingekuwa ni sawa na kazi bure. Ni sawa na vile tunaweza tukasema umepewa kazi ya kufanya na mtu fulani, alafu ukaamua kuifanya ile kazi bila kuridhia, yani bila kutoka moyoni, yani ukaona ngoja tu nikafanya ili mradi, kwa sababu hujafanya kutoka moyoni, kwa hiyo utafanya ili mradi tu uonekane umefanya. Lakini kama mtu amekupa kitu ufanye kazi, alafu ile kazi ndio ujuzi wako, yani tuseme ujuzi wako unaendana sawa na ile kazi, yani jinsi ulivyo, unachokijua, unachokifahamu kinakaa sawa kwenye ile kazi, utaifanya ile kazi kwa upendo, utaifanya ile kazi kwa amani. Hata akisema hana mshahara kukulipa, utakuwa una amani moyoni. Kwa sababu gani? Umefanya kwa upendo. Hukuangalia fedha, hukuangalia gharama, hukuangalia chochote. Ulichoangalia ni kwamba kwa sababu yule mtu nampenda, kwa sababu yule mtu namjua, vivyo hivyo na mimi nitafanya kwa upendo. Ndivyo tunavyomwona Mungu alivyoamua kutuokoa, au alivyoamua kurudisha yale mahusiano baina sisi na yeye. Hakuangalia chochote, alichoangalia ni ule upendo ambao alikuwa nao juu yetu sisi, akaamua kuufanya. Sasa sisi kwa sisi, hapo ndio kitendawili kinakuja. Yani sisi wa Kristo tunasema tunapendana wa Kristo kwa wa Kristo, lakini mara kwa mara tunasikia story na changamoto na shida ambazo watu wanapitia wanavyokuwa wana interact, wanavyokutana na wapendo. Hata wapendo kwa wapendo, tunaona kwenye baadhi ya makanisa kuna watu wapo, lakini bado wanaendelea kuwasema watu ndani ya kanisa, amuone fulani kavaje hivi, yuko hivi, yule maskini mume wake kamwacha. Sasa unajiuliza, kama kanisa litakiwa ni sehemu ya watu kwenda kupata amani, kupata faraja, mtu anaenda nakutana na watu ambao wasema watu, wanawasengenya, wanafanya hivi, yule mtu atapoteza imani na kanisa, na mwisho siku hatataka kuja kanisani. Kwa sababu gani? Anasema wale watu bwana, ukienda kanisani kwao wana upendo. Au Wakristo in general, Wakristo especially walokole, waliokoka, hawana upendo. Kwa sababu gani? Ukishawaambia madhaifu yako, ukishawaambia changamoto unazopitia, kesho zimeshakuwa ndo habari mpya, habari mjini. Ndo gazeti linaloprintiwa, kama ni Mwananchi, kama ni nini, linaprintiwa tayari gazeti, taarifa zako utazikuta pale. Hata kwa wachungaji, mshirika anaenda kumweleza mchungaji pengine mambo magumu anayopitia, aidha ni dhambi, aidha ni shida katika familia yake, katika ndoa, katika maisha, au vitu mbalimbali ambavyo anakutana navyo pengine kwenye biashara, sehemu zake za kazi. Alafu nashangaa mchungaji kesho taarifa ile akaichukua, kamwambia mkewe naye kaenda kasambaza huko, au yeye mchungaji kaanza kusambaza kwa wachungaji wengine, ukimwona fulani yule ni hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Mwisho wa siku unaanza kujiuliza swali, ule upendo uko wapi? Tulivyosema Yesu alivyoacha maagizo kwamba yatupaswa tuwapende jirani zetu kama nafsi zetu, uko wapi? Upendo uko wapi? Na hata tunaona time to time, hata tu kwa wachungaji wanapigana vita, huyu kasimama amemsema huyu amesimama amesema huyu. Sasa unaweza kujiuliza upendo uko wapi? Hata tunaona kwa mwimbaji huyu atasimama atasema vibaya kuhusu huyu mwingine atasema hivi, huyu itakuwa hivi. Yani tumekuwa tuko kwenye mashindano, kubishana, kuvutana, kuonyeshana kutokuwa na upendo, kuonyeshana mimi na neema, yani neema ile juu yangu ambayo Mungu amenipa ni kubwa kushinda yako. I say hakuna mtu ambaye ni mkubwa kushinda neema. Yani tukubaliane tu ukweli, hakuna mtu ambaye ni yuko above the grace. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya neema, na neema ni kwa wote.
Na neema ilikuja kwa sababu gani? Wengi tuna makosa, wengi hatuko sawa, wengi hatujakaa katika mstari. Kwa neema ilikuja ili kwamba yale mashimo ambayo sisi kama mwanadamu kwa nguvu zetu tumeshindwa kuyaziba, kazi ya neema ndio inafanya hiyo. Kwa hata katika kufanya huduma, hata katika kumtumikia Mungu, hata katika kuhubiri neno la Mungu, vyote hivyo tunafanya kwa neema yake na kwa upendo wake aliotupa. Kwa hiyo mimi sio bora kushinda wewe, na wewe sio bora kushinda mimi, wewe sio bora kushinda mtu yoyote. Kwa sababu gani? Aliye bora ni Yesu. Na aliye bora ni yeye peke yake. Kwa sababu gani? Ametuonyesha kwa mifano. Alivyokuja hakuwa amekusudia kuwapenda tu watu wa aina moja. No, aliwapenda watu wote. Alipenda maskini, alipenda matajiri, alipenda walio na dhambi, alipenda wasio na dhambi. Alikuwa na urafiki na kila mtu, aliongea na kila mtu, alionyesha ule upendo kwa vitendo. Kwa hiyo hata sisi wa Kristo tuliookoka lazima tuwapende hata watu ambao bado hawajamjua Kristo, bado hawajapata wokovu. Lazima tuonyeshe matendo yetu ya upendo na tuwapende kutoka moyoni. Sio tufanye tu kwa sababu ni Biblia imesema bwana nataka nifanye ili Mungu afurahie. No, hujafanya kutoka moyoni. Umefanya kwa sababu unaona kuna kitu, lakini ukifanya kutoka moyoni hutafanya kwa sababu ya sheria. Utafanya kwa sababu ndio moyo wako. Ndio maana unaona Mungu anasema linda sana moyo wako, kwa maana huko ndiko zitokako chemechemi za uzima. Sasa kama moyo wako una chuki, una visasi, una maumivu, huwezi ukaonyesha upendo. Lazima hivyo vitu uvitoe kwanza. Kisha moyo ukisha kuwa safi, ndio una uwezo ukaonyesha upendo wako, kwa sababu hata kwenye matunda ya Roho, upendo nao ni moja ya tunda la Roho. Na linaonekanaje? Kwa wale watu ambao wana interact na wewe, ndio wanasema yule mtu ana upendo, yule mtu ajali, umemkosea hujamkosea, siku zote yuko pale, siku zote anakufungulia milango na kusikiliza. Haimaanishi tusiwe makini dhidi ya watu ambao wanatutumia, kwa sababu kuna watu ambao mwingine watasema sasa kama vipi kama mtu anakutumia, unajaribu kuwa mkarimu kwake lakini anakutumia na kuumiza baadaye. Yatupasa tuwe makini, yatupasa tuangalie hao watu na tuwe makini nao, na hata tunavyo interact nao pia tuwe makini nao. Lakini katika yote lazima bado upendo wako uonekane. Weza huyo mtu ni mbaya, ni mzuri, yuko vipi, lazima tuonyeshe upendo. Kwa hiyo hata kanisa ambalo Mungu atakuja kulichukua, au Yesu anavyorudi, kwa sababu yuko karibuni kurudi, anavyokuja kulichukua kanisa, kama hatuna upendo, kama hatupendani, yani mimi hapa sikupendi wewe, wewe unipendi mimi, alafu wote tunasema ni watoto wa Mungu, huo ni uongo. Yatupasa tupendane. Whether umeitwa, una calling juu yako ya kumtumikia Mungu, whether hujaitwa, ya kupasa uwe na upendo. Whether ulimwomba Mungu kitu alafu Mungu hajakujibu, lakini kamjibu ndugu yako, unatakiwa uonyeshe upendo kwa kusherekea ushuhuda wa yule mwenzako. Maana hiyo nayo ni debate nyingine ya siku nyingine, tutazungumza haya mambo mengine siku nyingine, but najaribu kuchukua mfano. Wewe umemwomba Mungu afu umeenda kanisani, mwenzako naye alikuwa na maombi yake ya kwake amejibiwa, wewe umeachwa, unaanza kuwa na roho ya kwa nini Mungu amemjibu yule, mimi hajanijibu. Haipaswi kuwa sawa. Unapoona mwenzako ametendewa, wewe unatakiwa kushangilia zaidi kwamba na kushukuru Mungu kwa sababu umemtendea yule, kwa sababu sisi wote mwisho wa siku ni watoto wa Mungu, na wote baba yetu ni mmoja, na wote upendo alionao juu yetu ni ule ule. Hajasema amekupenda wewe sana, mimi hajamenipenda kidogo, au mimi kanipenda sana wewe kidogo. No, anatupenda wote sawa sawa, kwa sababu yeye ni baba yetu. Kama vile kwenye familia, baba anawapenda watoto wake wote, hajalishi huyu yuko vipi, huyu yuko vipi, anawapenda watoto wake wote. Kwa hiyo hata sisi wa Kristo yatupasa wa Kristo tuwe na upendo pasipokuwa na pingamizi, au pasipokuwa na kizuizi cha aina yoyote, au pasipo kusema mpaka anifanyie jema ndo nionyeshe upendo. No, tunatakiwa kuonyesha upendo katika nyakati zote, katika wakati wote. Haijalishi huyo mtu katutenda nini, katufanyia vipi. Sasa kusoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo, ukienda sura ya 5 mstari wa 16, ilikuwa inaongelea kuhusu chumvi na nuru. Mstari wa 16 pale inasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo lengo kuu la kumpenda mtu, au lengo kuu la upendo ambao sisi wa Kristo tunatakiwa tuonyeshe, au sisi watoto wa Mungu au tuliookoka tunatakiwa tuonyeshe, ni kwamba wale watu ambao hawajamjua Kristo, wale watu ambao hawajamjua Yesu, wakituona jinsi tunavyopendana sisi kwa sisi na tunavyowapenda wao, hata kama hawamwamini Kristo, hata kama hawamjui, hata anaweza akawa ni Muislamu,
ni mwabudu shetani, anafanya mambo yake, ni mchawi, mganga, nani. Lakini wakiona ule upendo, ule umoja wetu, ya kwamba jambo dogo tumekutana, tumeonyesha upendo, nilicho nacho na share na huyu, haijalishi nacho kiangalia ni wote tupate, wote tuwe sawa, wote tufurahi, ile tosha. Na tutakavyokuwa tuna interact nao, tunavyoonyesha ule upendo, hata kama imani zetu ziko vipi, lakini tukaonyesha ule upendo, wataona kwamba hawa watu wana upendo, na tunamuona Yesu kupitia hawa watu. Maana Yesu anaonekanaje kupitia watu? Sio kwa kutenda miujiza. Miujiza imewekwa kwa ajili ya wale watu wasio muamini Kristo, wasioamini kama anaweza kufanya. Kwa hiyo anafanya muujiza ili uamini, kumbe anaweza kutenda. But upendo ni kitu ambacho kinakaa na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo vile unavyoonyesha upendo wako kwa watu, hata kama hawajaokoka, lakini wanakuona unavyowapenda, ishi nao, huwabagui, unawaelekeza kila kitu kwa upendo, huwakaripii, una kiasi, yale matunda ya Roho kwako yanaonekana, kwa sababu matunda ya Roho sio kwa ajili ya faida yako. Maana watu wengi wanajua matunda ya Roho ndakiwa na tunda la upendo, ni tunda la kiasi. Kwa hiyo anaanza ngoja nifanye ili tunda no. Tunda la matunda ya Roho Mtakatifu yanatoka moyoni mwako, na sio wewe wa kufaidika nayo. Anaofaidika ni wale watu wanao interact na wewe. Kwa sababu gani? Tunaona maandiko yanatuambia, Biblia inasema kwamba wakisha interact na wewe, wakishaona yale matunda ya Rohoni, wanamtukuza Baba aliye mbinguni, kwa sababu mwisho wa siku upendo na vitu tunavyovifanya ni kwa ajili ya Mungu aweze kutukuzwa, ili ufalme wake uzidi kuongezeka duniani. Sasa ufalme hauwezi kuongezeka kama tumebakia kwenye milango yetu tu. Unasema mimi nampenda mke wangu, napenda wana wangu, inatosha, sina haja ya kumpenda jirani yangu. No, Biblia inasema takiwa kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Na hata kwenye sehemu nyingine kwenye Biblia ukisoma, Yesu aliwaambia mwenye kanzu 2 achukue moja ampe mwenzake. Maana yake ni alikuwa anajaribu kutuonyesha upendo lazima utendeke kwa matendo. Upendo kwa kusema tu peke yake haitoshi. Upendo lazima ufanyike kwa matendo. Hata tunaona hata kwenye mahusiano, unapokuwa wewe ni mume, ni mke, au ni wale wanandoa, wanasema upendo kwa maneno peke yake hautoshi, lazima na vitendo vifanyike. Kwa hiyo hata sisi wa Kristo tunakumbushwa ni lazima kufanya kwa upendo. Kwa hiyo nakushukuru wewe mtu wangu kwa kuangalia toka mwanzo mpaka mwisho. Lengo la ujumbe wa leo ni kwamba utakapoondoka mahali hapa, jua una wajibu wa kuonyesha upendo kwa watu wote. Usionyeshe tu upendo kwa mkeo, kwa mumeo, kwa familia yako, watoto wako, baba yako, mama yako, kaka yako, dada yako, ndugu zako, watu wa ukoo wako. Hapana. Au mchungaji wako kwa sababu unampenda, au muumini fulani au mwimbaji fulani. Hapana. Ya kupasa kuonyesha upendo kwa watu wote, unaowajua, usiowajua. Unapokuwa njiani, unapokuwa unahudumiwa na watu wengine au unamhudumia mtu mwingine, lazima uonyeshe kwa upendo. Kwa sababu gani? Baba yetu aliye mbinguni anapaswa kutukuzwa, na Baba yetu aliye mbinguni anaona mpaka vya sirini. Kwa hiyo ukifikiri tu utafanya kwa kuigiza, ukihopu kwamba ni Mungu tu ataona, au ni nataka tu watu waone, no, Mungu anaona, na anaona zaidi, kwa sababu anaona anasema anaona yale makusudio kutokea moyoni. Kwa kama makusudio yetu ni kuonyesha upendo vilivyo sahihi, ni vizuri. Kwa hiyo nikushukuru tena kwa muda wako. Nasema asante kwa kukaa na mimi toka mwanzo wa ujumbe huu mpaka sasa napokwenda kufunga. Na kushukuru sana sana sana. Na wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza umekutana na video hii, nasema tena asante na karibu tena. Endelea kusubscribe kwenye channel hii, endelea kuwa pamoja na sisi, endelea kujiunga, endelea kuweka notification yako kwenye simu yako, ili tutakapokuwa tukiweka masomo mengine uweze kujifunza. Na nikushukuru tena kwa mara nyingine, na niseme nakupenda sana, and shalom, shalom. Tukutane wakati ujao. Kama kawaida, ni mimi mtumishi wako Neophytos Emmanuel, ambaye niko hapa kwa ajili ya kuletea jumbe hizi na kujaribu kuwa na mazungumzo na wewe kwa namna moja ama nyingine, namna tunavyoweza tukawa bora katika safari hii ya wokovu. Asante sana. See you.